Sasa nataka kuwaomba vijana, kwa sababu kuna maisha baada ya uchaguzi. Moja, tusileweshwe na kelele za uchaguzi tukajikuta tunaharibu maisha yetu kwa sababu ya jambo linaitwa uchaguzi. Ni rahisi mtu kukuonyesha maisha yako yote ukayaweka kwenye siku moja. Hebu fikiri tu kwamba siku hiyo wakati wenzako wanaenda kupiga kura, wewe ukahamasishwa kwenda kuandamana, halafu mambo yakaharibika. Maana yake umeharibu maisha yako. Kweli si kweli? Kwa jambo la siku hii moja. Muhimu sana tukumbuke, tuweke ushabiki pembeni. Tuzingatie kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Wekeni akiba ya ushindani. Msije mkamaliza uchaguzi mkashindwa hata kusalimiana. Watu wanapenda kutiana moyo, twende. Wakisikia pu, kila mtu anaokoa nafsi yake. Ikiwa wewe limekupata, watakaokuja kukuchukua pale wala sio wale rafiki zako mliokuwa mnabebana. Itakuwa ni familia yako. Mimi nimewaona watu wanateseka, familia zao zinateseka kwa sababu ya ushabiki. Si mnaniona leo hapa, mwaka 2015 wale waliopiga kura wanakumbuka. Tulishindana mimi na rafiki yangu Messi. Mnamkumbuka Messi eh? Marehemu maskini, Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahali pema. Tukashindana mimi na yeye sana. Na hapa Shuka ilikuwa kambi yake. Na mimi nikaja hapa. Tukavurumushana. Lakini baadaye uchaguzi ukaisha. Ulipoisha mimi na yeye tukakutana. Akaniambia kaka yaishe. Nikamwambia yameisha. Lakini nikamuuliza sasa wale wapambe wetu inakuwaje? Tunamalizana nao vipi? Maana wao bado wamenuniana, wanagombana, wanafanya. Kwa hiyo nataka kusema nini? Wanasiasa wakati mwingine wanaweza kugombana hadharani wakapatana sirini. Kwa hiyo muhimu sana sisi vijana tukakumbuka mara zote kwamba kuna maisha baada ya, na hayo ndio ya muhimu, na hayo ndio nimeyazungumza hapa. Na kwenye hayo maisha ninayoyasema ndio hizo fursa ambazo tunazisema na nimezigusia hapa kwamba vijana tujiandae nazo.